vijana mmepata ajira. Bodaboda ni ajira, sawa na bodaboda ni kazi moja mzuri sana kwa sababu ni kazi ambayo inakupatia riski. Kwa vile wewe mwenyewe unapata riski kupitia bodaboda, chukulia kwamba hii ni sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo unachotakiwa kwanza wewe mwenyewe uhakikishe kwamba unatii sheria za usalama barabarani. Kuwepo kwa hizi sheria manake ni kwa ajili ya maslahi yako wewe mwenyewe binafsi, kwa sababu wewe una familia, una wazazi wanakutegemea. Sawa umepewa chombo, hichi chombo chatakiwa ukamilishe taratibu zote ili kikiingia barabarani uwe salama. Sawa lakini umeona vijana wengi wanapoteza maisha kwa sababu wanatumia barabara vibaya. Alhamdulillah barabara zetu sasa zimekuwa ni za viwango vya lami. Barabara zina lami. Angalia barabara hii ya Matale, barabara ilikuwa sawa shimo fukia hapa, si ndio? Lakini sasa barabara mashallah ina lami, barabara inaendeka vizuri. Sasa ukijisahau ukitumia bila kufuata alama ambazo zipo barabarani zimewekwa, kwa sababu hii barabara ina cross nyingi, sawa ina cross nyingi, sawa na kuna sehemu ni karibu na shule, wanafunzi wanakuwa wanapita. Sasa ukiwa unajisahau ukawae kazi yako wewe ni kwenda mbio tu, ukajisahau unaweza kusababisha ajali, lakini ukasababisha kifo hata chako mwenyewe. Nakumbuka karibuni wakati barabara hii inaendelea kujengwa, sawa walikufa walipata ajali vinawili ghafla hapa, si ndio? Wawili walipata ajali, mtu na ndugu yake wakapelekwa mkoani pale wakawa wamevunjika miguu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mwendo kasi. Sasa ajali zinaepukika. Kuweni makini. Usiache kuvaa hizi kofia. Hizi kofia hizi zina maana sana. Sawa vaa kofia yako, hakikisha umefunga vizuri ukanda, hata likitokezea la bahati mbaya basi hakikisha kwamba madhara yanakuwa ni madogo sio makubwa. Lakini unapokuwa unaendesha chombo huna kofia ngumu au unavaa kofia haina kiwango, maana yake unasababisha nini? Madhara yako mwenyewe, likikufika ni la kwako. Ajali zimekuwa nyingi kweli kabisa. Lazima tuwe na hofu, tusitengeneze ajali alafu tukalaumu serikali. Sawa serikali kiboresha miundombinu, maana yake lazima kuna changamoto zitatokeza, watu watakwenda mwendo kasi. Sawa barabara itaongezeka, watumiaji watakuwa ni wengi. Kama ilikuwa mtu atenda Pujini, sawa apite chake sasa hivi Pujini tutapita hapa kwa sababu ya urahisi wa safari. Kwa hiyo barabara itakuwa iko busy, watumiaji watakuwa ni wengi. Sasa tuweni makini katika matumizi ya hizi barabara ambazo zinajengwa na ziko katika viwango vizuri. Lakini changamoto nyingine ambazo mnahisi zipo, basi mimi nipo, tushirikiane kwa pamoja. Nataka kuona barabara ya Matale bila ajali inawezekana. Tumeelewana Kwa hiyo kwa hayo machache mimi niwashukuru. Endeleeni kuhamasishana, kutii sheria, viongozi wenu muwatii na muwaheshimu, kwa sababu bila kuheshimu viongozi wenu ambao wanasimamia vijiwe mtakuwa hamna nidhamu, mwisho mtapigana. Nimegundua vijiwe vya bodaboda kuna vita haviishi, wanapigana kwa sababu ya mambo madogo. Kwa hiyo wale viongozi hakikisheni kwamba wanasimamia majukumu yao, na viongozi wasio na upendeleo. Sio huyo nampendelea, huyu ni rafiki yako alafu huyu unamdhalilisha, unamdhulumu. Hapana, viongozi wasimamie maadili, watende haki sawa kwa watu wote. Jamani mimi niwashukuru sana. Picha za kawaida umepiga Inatosha kabisa.